Wadau na wadaku. Huyu msichana anajiita Mary Claire ameamua kuongea pia yeye side of the story vile mambo ilikuwa. Amewacha watu wengi wakiwa kinywa wazi na maneno yameongea kuhusu Elvis Opiyo. Elvis Opiyo, kumbukeni saizi tunaongea nyinyi, ako korokoroni. Ameshikwa saizi, ako police station, huko ndiko amefungiwa kwa sasa. Lakini msichana ameongea a lot akiwa pale Kenyatta Hospital. Ameongea vitu mingi sana. Mike Sonko mwana pale kimhoji, na kando na Mike Sonko kumhoji, kuna watu wengine wameenda pale waandishi wa habari wamemhoji, na amefunguka vitu mingi sana enye imewacha watu wengi wakiwa wameshtuka. Watu wameshtuka, hata mimi mwenyewe nikiwa ndani mmoja wao nimeshtuka vile huyo msichana ameongea kuhusu Elvis. Huwezi kuamini kama amemlipia hiyo pesa yote hizo miaka 8 yenye inasemekana, na amekubali, lakini vitu yenye ameongea hapo ndio imeshtua wengi. Wadau na wadaku, welcome to the channel. Feel appreciated here at V-Files. Love and appreciate the support. Tukiendelea mbele, who is Mary Claire ni msichana mwenye amemwagiliwa acid na chali yake mwenye ako hapa kwa screen. Na huyo chali yake anasemekana anafanya kazi NYS. Elvis Opiyo ni Mjaluo. Huyu msichana anasemekana ni msichana wa muimbaji. Sasa anasemekana ni msichana muimbaji wa SDA, anaimbanga kwa SDA Church. Na pia huyu Elvis Opiyo pia ni muimbi. Waimbi wa kuimbi wa kupeleka watu nyimbo za kupeleka watu mbinguni. Waimbi original. Waimbi, guys, enda pale kwa search tu waimbi, utaona nyimbo zao zinakuja wakiimba pale mbele. Ninashindwa wanaimba pale mbele wakifanya hizo matabia mbaya. Elvis Opiyo, kumbukeni, ako na bibi na watoto 2. Vile alishikana na huyu akaachana na huyu kabisa, akaachana bibi yake kabisa, bibi yake akachoka na matabia mbaya na matusi na madharau, akaamua kuenda zake. Na watoto wangapi? 2. Elvis Opiyo kuona msichana amemkataa, alichukua acid akamwagilia kwa macho. Na inasemekana sio mara ya kwanza kufanya hiki kitendo. Mara ya kwanza alikuwa anamuinda lakini haikufanikiwa. Alikuwa mpanga watu wamwagilie lakini haikufanikiwa. Hii ya pili alitumana na akaambia huyo mtu usiseme ni nini kwa hiki kibuyu. Na hata huyo mtu mwenye alikuwa anampeleka hii kitu, inasemekana huyo mtu hakujua mbeba acid kwa hiyo chupa. Ilikuwa ni acid, ilikuwa imesha transfer kutoka kwa chupa ya acid imewekwa kwa chupa nyingine yenye sio ya acid. So huyo mtu akadanganywa, enda peleka, hii ni birthday surprise, umwagilie maji, hii ni maji, mwagilia yeye kama birthday surprise, tuone atafanya nini. Kumbe ikikuwa birthday, kumbe ikikuwa maji, ilikuwa ni acid. Wadau na wadaku, ogopeni bwana za wenyewe. Ogopeni wanaume. Guys, mwanaume akikupatia pesa wewe jua ana invest kwako. Na usipomfanyia kenye anataka atakurudia in a bad way. Atakurudia. Unaona vile amerudia msichana. Msichana sasa yako pale hospitali, ako in critical condition. Anafightia maisha yake. Very bad, too bad, very sad. Guys, ukiwa na mwanaume kama unajua huwezi mtimizia anything yenye anataka, achana na yeye, mind your business. Mkataze. Mwambie mimi siwezi. Hiki tunataka mimi siwezi peana. Mind you, this man ako na bibi na watoto 2. Sasa tuseme nimwambie bibi yake imejibiwa, tuseme nini? Juu obvious kama uko na bwana yako na ana cheat, kuna vile wewe unaomba huyo msichana wako naye apate ajali. Unaomba vitu mbaya kwa msichana wako so that bwana yako abaki peke yake, akuachie bwana yako muendelee kuishi maisha yenu, mko mnaishi maisha ya furaha. Ama sijama nadanganya wenye umeoleka, unaniambia hapo chini kama nadanganya. Ukiwa na bwana yako na ana cheat, unaomba mombe gani? Afu unasikia vizuri yako na mpango wa kando paka anakutukananga. Mombe gani unaombanga? Sio unaombanga aina apate na ajali huyo msichana, aende hata akufe. Sasa huyo mama maombi yake imejibiwa. Maombi yake imejibiwa, lakini imejibiwa in a bad way. Bwana yake saizi yako ndani, hawezi toka ndani. Sasa hivi tunaongea na nyinyi, bwana yake hawezi toka ndani saa hii.
hapo yake inasemekana. Kumbuka kesi yake imeshikwa na Mike Sonko, hajashikwa na mtu yote, imeshikwa na Mike Sonko. Na once Mike Sonko ameshika kesi akifuatilia hizo feti za nini, kesi za ndoa and everything, lazima anafuatiliana mpaka mwisho, mpaka inaeleweka. Hakuna yeye apendage hongo. Sasa huyo jamaa anafanya kazi ya NYS inasemekana, na ni mtu anajiweza. Huyo mwanaume tunaongea na nyinyi saa hii. Yeye pia amehojiwa na ameongea. Na huyu msichana amehojiwa pale na ameongea a lot. Video yenye amesema pale huyu msichana pale kwa hiyo video yenye nimeshika, amesema yes anakubali alikuwa kidate na yeye, na ameconfess akasema hiyo kitu ameshaimfanyia mara ya kwanza, na alikuwa akimthreaten. Venye anamwambia mtaki, na how comes unasomeshwa unamaliza paka jamaa kaenda paka graduation yake. How comes siku yenye graduation imeshadili unaambia mwanaume mimi sikutaki. Kumbe kwa mbona shali mwingine anataka sasa kwenda kuishi na yeye, kuishi alienda muoe afanye harusi. My darlings, si kuzuri. Yaani huyu msichana ameamua kukula pesa huyu mwanaume miaka 8 yote. 8. Akilipiwa accommodation ya shule, akilipiwa chakula, na akilipiwa. And how utachaji familia yako, you leave your family, your wife and your children, and unaenda kulipia mtu mwingine nyumba, unakumlipia kila kitu. Hiyo si ni kukua mwendazimu? Ama mimi nitafanya. Wanaume ni nini wasumbua sometimes? Focus na familia. Kama ukanibia kwa watoto wako, empower your woman. Empower, wachana na watu wakando. Sasa ona, saizi nani amelose? Wamelose wote. Okay, wamelose wote tu. Mwanaume ameenda sasa ako police station, ameshikwa. Saizi haifanya any job yoyote. And saizi haifanya kazi yoyote. Saizi ako police station. Hapo ndio anakaa mpaka kesi yake iendelee. Lakini mpeleka pale amekubali makosa yake. Yes. Msichana pia amekubalia huyu mwanaume alikuwa ananilipia school fees, lakini tulikuwa tukakosana pia yeye. Na anasema huyu msana anaconfess, anasema tukilifanya tukakosana yeye, nikasema siwezi oleka na yeye. Niliona tena ameanza kucheat sana na mwanamke mwingine. Ikabidi pia mimi nimetoka kwa nimejiuzulu hapo. Sasa Elvis akona bibi yake mwingine amechana na yeye, akona huyu na tena amechikana na mwingine. Sasa sijui kama anataka pia kulipia mwingine shule ama ni form ilikuwa gani. Juu huyu msichana ameconfess, amesema, ameongea pale kwa mimi, amesema huyu mwanamume alikuwa pia alikuwa ameanza kuchukua mwanamke mwingine, which alikuwa rafiki ya huyu. You understand? Ndio sasa huyu akasema hapana, kama ni hivyo sitaki. So this means this man ni Milias. Ama tutamuita aje? Ni Milias. Kwani yako anaridhika na huyu na huyo bibi yake? Mambo ni mingi guys. Give me your opinion in the comment section. What do you think? Mwanaume tutamweka kategori gani? Kategori ya Milias ama tutaweka kategori gani? Kwa sababu sasa hizi ni gani? Uko na bibi yako, mwingine unamlipia shule miaka 8 hata kama amekwambia kutaki. Ndio sasa guys, mambo ni mingi. Mimi naona mambo ni mingi. Let's talk in the comment section. Give me your thoughts.